Family, mnaendelea aje? Ni mimi Peter na Kioko. And I hope mnaendelea poa. Hapa story mingi hapa. Unajua kwanza hapa tumeitwa. Kwanza hapa hivi. Wewe hapa lazima unajua watu yuko safe pia vile. Sababu nakumbuka ile attack. So ni ile najaribu kufuatilia zile footage. Yeah. So kuna footage tunafuatilia. Chani angalia hapo hivi. Hapa kuna kimepop hapo hivi tebu. Kuna sababu kubwa mbona tumeweza kuitwa hapa. Tumeweza kuitwa na mtume. Kuna vitu kadhaa anataka kutuelezea. Na pia unajua tukiwa hapa pia tukigoja mtume lazima pia tuangalie security vile iko juu. Security hapa. Tebu angalia peruse. Inaonekana hii njia ndio walikuwa wanapitia. So family, hapa sababu kubwa hapa tumeweza kuitwa na mtume. So ni hile tukiwa hata hapa pia lazima tuangalie tuangalie hali yetu vile tujiangalie vile kuna. So I hope Kioko kuko safe. Kuko aje kwani umetembea umeona kuko aje? Kuko safe sababu hii place unajua kulingana na mimi naangalia kuna manguo ziko hapo ndani hapa. So, basi inamaanisha kuna kitu kilifanyika. Kuna kitu kilikuwa kinafanyika hapa ndani hapa. Kuna vitu vingi zina happen. Unajua? Tebu shika hapa. Tebu ndo confirm. So family as you can see ndio mteule. Pita. Ni nani amezungumza na wewe? Unaitikia nini? Nani amezungumza na wewe? Ni nani amekuongelesha? Yule tulikuwa ni upuzi gani ambao mnafanya hapa? Tuone usalama wetu, tuangalie usalama wetu mtu. Tunajaribu kuangalia kama mahali hapa tuko salama. Mimi kitu ambacho mimi huwa kinifurahishi ni kuona mkifanya upuzi wa aina yoyote ile. Mmekuja hapa na huu ujinga wenyu, mmekuja mmeweka hapa. Kazeni ni kimbia venye mnataka. Unafanya nini hapa? Kioko nimesikia kusema unafuatilia footage. Si ndio? Footage gani unafuatilia? Unaenda hivi unarudi hapa. Footage gani hiyo? Nakuuliza Peter, unaingia hivi unasema unatafuta footage. Unajua wakati ambao mimi nazungumza. Footage gani mnatafuta Kioko? Mteule tunafuatilia wale ambao waliweza kutuvamia. Unawafuatilia ukiwa hapa? Mteule umesahau jinsi ambavyo mnafanyanga kazi yenu? Mteule nakuuliza, umesahau jinsi mnafanyanga kazi yenu? Mteule sijasahau. Mteule. Nikuulize. Mtume aliweza kutuambia. Bila kwani mnataka mko mnafanya kazi mkiwa wote, mkiwa wawili mwezi fanya kazi? Ole wenyu mfanye upuzi. Unajua mtume anakuja na akikuja kile ambacho atawafanyia mimi sitataka kujua. Kwa sababu nyinyi mmekuja mmesimama mahala hapa, hamfanyi kazi ambayo inatakikana. Kuja sehemu hii ilikuwa tugoje mtume. Wewe leo asubuhi umeomba? Ndio, nimeomba. Leo asubuhi umeomba? Ndio, nimeomba. Uliomba maombi ya aina gani? Uliomba maombi ya aina gani? Ulikuwa unaomba fanya vitu ujinga? Hapana. Kuja hapa. Umeomba maombi ya aina gani? Nilikwambia kuanzia leo. Unajua mtume kuokoa. Ndio. Si ati utasema mtume na utamsikiliza. Unanisikiliza? Ndio. Mtume alikwambia katika mambo uliomba. Wewe Kioko. Unakumbuka wakati ambapo pepo ilitoka ndani uliingia ndani yako? Unakumbuka? Uliomba? Mteule niliomba. Uliomba? Mimi mteule niliomba. Unajua upuuzi ndio mimi huwa sipendi. Unanisikiliza? Mteule niliomba. Mimi upuuzi ambao mnafanya na watu wengine msiwahi fanya na mimi. Mteule siwezi kuchezea mteule. Nasema ukweli mteule. Mwache kunichezea jinsi mnachezea watoto wenzenu. Mcheze na watoto. Samahani mteule basi. Upuuzi wa kutoomba. Mimi nawaambia upuuzi wa kutoomba. Mtume amwambia mje katika maombi. Nyinyi hamtaka kusikia. Tunacheka kwenye maombi mteule. Samahani mteule. Asubuhi mmeamka saa ngapi? Watoto wakati ambapo waliamka kwenda shule, nyinyi mlikuwa wapi? Mliwaombea kwenda shule? Lazima tuwakabidhi katika maombi. Unajua kila ambacho mnaniambia mimi nimeshakijua. Mnajisikia kitu ambacho mnazungumza? Lakini mteule acha mimi nimeona kila kitu, nimeshuhudia kila kitu. Asubuhi mmeomba kwa ajili yenu, hamjaombea watoto. Mnadhania watoto wanalindwa na nini? Wameenda shule wakiwa hivyo. Watoto wajui maombi na fomu wafunze kuomba. Nyinyi mnajua maombi inamaanisha nini? Ndio mteule. Kama mnafanya upuuzi, kuna kazi ambayo mtume inafaa alete. Kazi ambayo itakuwa ni kwa nyinyi, muungane nyinyi wote. Na mnafanya vitu upuuzi. Hii kazi mtaweza?
ndio tutaweza mteule. Sasa mkiwa kama mnafanya vitu ujinga, hamjui kuomba, hamjui kujiweka katika maombi, kazi ya mtume mtaweza? Mnajua ni kazi ya aina gani? Labda tueleze. Mtume anakuja na kazi yake na ni kazi maalum ambayo inafaa muanze kuifanya. Nyinyi wenyewe hamtaki kusikia, hamtaki kufanya kile ambacho nawaambia. Mkianza kuacha maombi kwa wakati huu, ni nani atawafunza? Ni nani atawafunza maombi? Nani atawaambia mnafaa mje katika maombi? Nataka mnisikilize na mnisikilize kimakini. Mimi mcheze na watu wengine, mcheze na miteule wengine, lakini mimi msiwacheze na mimi. Mimi nitawanyoosha. Ndio mteule. Unanisikiliza Kioko? Ndio mteule, tunakusikiliza mteule. Vile ambavyo ulikuwa unapoteza imani yako, endelea kupoteza. Kwa sababu mimi sitacheka na wewe vile unafikiria. Na wewe kazi ya kupoteza imani, kazi ambayo mtume amekufanyia jana, unakuja unaona imani unapotea, basi jua mimi nitadili na wewe mpaka kana ambapo utamjua Mwenyezi Mungu. Ndio mteule. Muone mtume mmekataa kumkaribisha, si ndio? Mmekataa kumkaribisha. Jana aliwasaidia, mmekataa kumkaribisha. Pigeni mtume magoti. Kuja hapa. Pigeni magoti mkaribishe. Peter nimesema kuja hapa. Pigeni magoti mkaribishe. Muitikie kwa heshima, yeye ndiye aliwasimamisha kuja kuonesha jinsi Mwenyezi Mungu atawalinda. Ndio. Mtume Mwenyezi Mungu. Chini mara ya kwanza. Tunakukaribisha mtume Mwenyezi Mungu. Unapiga magoti kisha unasimama. Haya, simameni. Vijana, nimeishi na kuelezeni, ila mnakuwa hamnisikii. Jinsi mteule alivyotangulia na kuambieni, muna kazi ambayo ipo mbele yenu, na hii kazi sio kazi rahisi. Ni kazi inahitaji muwe kwa maombi mara kwa mara. Maana jambo ambalo mnaenda kupingana nalo, ama mambo ambayo mnaenda kupingana nayo, sio mambo ya duniani, ila ni mambo ya kiungu. Msipo na kujiweka kwenye maombi, mtalemewa na mtachukuliwa na ibilisi shetani. Na ndo maana mimi nashinda nikuelezeni, muwe mkijenga kwa maombi, ndiposa mjenge imani kwa maombi. Ila ninyi mnaamka bila hata kumshirikisha Mwenyezi Mungu, mnaanza kufanya mambo yenye ovyo. Jitahidini hata kama kunanyesha, mjitahidi, maana jambo ambalo lipo mbele yenu linahitaji muwe na imani, muwe waombevu, maana mnaenda kufanya kazi ya Bwana. Mtume, tunakusikiliza mtume. Kwa hivyo mjiweke kwa maombi, hasa Petero. Mwili wako, damu yako inapendwa sana na kutumika. Usipojifunza ni kwa ajili ya kuomba, usipojenga kwa maombi, utakuwa unateketea kila mara kwa mara. Na ndo maana mimi wanashinda nikuambieni imani na maombi. Kitu kingine Peter, nataka unisikilize kimakini. Ndio. Kwa kuwa ulipoteza imani yako, umehusika wa kupoteza mwenzangu, umehusika kumlaghai mwenzangu na kuweza kuhakikisha umeweka kwa mikono ya hatari. Kwa hivyo kile ambacho nataka kuambia, mimi hatutapelekana na wewe vizuri mpaka pale ambapo utanirudishia mwenzangu ambaye ni ndugu yako mteule. Na mtume, naendelea na kusimama na wao. Kuna mahali nafanya kasaidia mara moja, naja. nataka mnisikilize kimakini, hasa kwako wewe Peter. Kwa muda huu inafaa uniletee mteule mwenzangu. Kioko, natumai unajua kile kitu ambacho kiliendelea. Ndio mteule, naelewa, nafahamu. Huyu ndiye alikuwa mhusika kwa kupoteza imani yake. Amefanya mteule mwenzangu haonekani. Nasema kweli mteule. Na kumrudisha imekuwa ni kazi ngumu. Kwa kuwa hata mtume mwenyewe
anang'ang'ana kadri ya uwezo wake jinsi awezavyo, lakini imeshindikana. Kwa hivyo itabidi Peter usike kumrudisha mteule mwenzangu. Kweli mteule wa Mwenyezi Mungu. Na ndio aweze kumrudisha mteule mwenzangu, lazima amwage damu chini ya miguu yake yeye mwenyewe. Peter inafaa umwage damu. Ndio. Wewe mwenyewe inafaa utoe kafara ya damu ambayo itahusika kama dhabihu ya kuleta sisi uwezekano wa kupata mteule mdogo. Una kazi inafaa uishughulikie kabla ya muda. Kwa sababu Queen Omuranga amebakisha siku 3 peke yake ya ibada yake, atakuwa amemmaliza ndugu yako. Na kwa hivyo akimmaliza, basi jua hata wewe Mwenyezi Mungu hata kusamea. Pia wewe utahusika kulipiza kisasi cha mteule mdogo. Nikidhani mnanisikiliza. Ndio tunakusikiliza. Kioko na Peter muongee na wenzenu, muwaeleze inafaa mtafute damu mwage chini ya miguu ya mitume ili tuweze kupata ujasiri na nguvu ya kurudisha mteule mdogo. Mteule unasema ukweli. Nikidhani mmenisikiliza. Mteule tumeweza kusikiliza na kuelewa. Kwa hivyo endeleeni kufanya upuzi wenyu. Nikirudi muendelee kufanya upuzi. Mmenisikiliza? Upuzi ambao mmekuwa mkifanya hapa, endeleeni kufanya na huyu mjinga ambao mmesimama naye hapa. Jambo la mwisho. Jambo la ngapi? La mwisho. Make sure, hakikisha kama mwelewi, hakikisha mmeweka watoto katika maombi. Nyinyi wenyewe mmejeka katika maombi. Beka mweke katika maombi ili apate nafuu. Msipomweka katika maombi, kile ambacho kitawatokea itakuwa ni gharama kubwa ambayo itawasababisha nyinyi wenyewe kuumia. Nikidhani tumeelewana. Semeni tumeelewana. Alafu mkose kufuata kile ambacho nimewaambia. Mteule tumeelewa kila kitu ambacho umesema. Hapa tuko safe hapa. Lakini ile tumeambiwa, ile kitu yenye imesemekana hapa. Lazima tuone vile tunaweza saidia mteule mdogo. So kwa sababu hatuwezi muachilia. So unajua sisi ni team, we are team, we are as family. As in we must itabidi tutumie kila kitu yenye tuko nayo, resources zote. Kabla Queen Omuranga hajafanikiwa na ile kitu anafanya. So no. So family. Vile okay, ndaweza kung'ang'ana pande yangu nijue vile ndaweza kupata ule mteule mdogo, na pia ndaanza kufuata zile masharti ambazo nimeweza kuambiwa. Na sasa kitu ambacho nahitaji ni dhabihu, damu yenye itaweza kumsaidia kuweza kupata ule ndugu yangu ule mteule. So guys, for now hatuna mengi ya kusema kwa sababu ya mvua, na let us meet. So Kioko, tutoke hapa, cameraman twende.